rais aliyekuwa muumini wa kupigania fikra na falsafa za umoja wa Afrika, yani Pan-Africanism. Mara nyingi alionekana kikwazo na kutokupendwa na mataifa ya magharibi, hasa kwa fikra zake za kupinga unyonyaji kwa watu wanyonge, lakini dhuluma kwa dhidi ya Waafrika waliokuwa wanaifanya wakoloni. Mara nyingi alijulikana kwa falsafa zake, hasa hii iliyochukua uwanda mkubwa katika siasa za Afrika, iliyokuwa ikisema you cannot carry out a fundamental change without a certain amount of madness. Yani, hauwezi ukafanya mageuzi ya msingi na yenye tija bila kuwa na kiasi fulani cha ukichaa. Huyu alijulikana kama Che Guevara wa Afrika. Desemba 1949 katika mji wa Yako ulioko katika koloni la zamani la Ufaransa lililoitwa Upper Volta, ndipo alipozaliwa Thomas Sankara. Baba yake alikuwa askari katika jeshi la kikoloni la Ufaransa. Sankara alikulia katika familia ya kawaida isiyo na utajiri mkubwa. Hata hivyo, utoto wake ulionyesha nidhamu kali, ujasiri na akili ya uongozi. Hivyo aliamua kuingia jeshini akiwa kijana na alipelekwa kusoma katika shule ya kijeshi nchini Mali. Baadaye akapata mafunzo zaidi nchini Madagascar. Akiwa Madagascar alishuhudia mapinduzi ya wananchi mwaka 1972, jambo lililomfanya aanze kuamini haki ya wananchi, kupinga ukoloni na ubepari wa kigeni, usawa wa kijamii. Mwanzoni mwa miaka 1980 nchi ya Upper Volta ilikuwa imekumbwa na umaskini mkubwa. Utawala wa kijeshi ulikuwa karibu na Ufaransa. Sankara alipata umaarufu jeshini kwa fikra zake na falsafa za kupinga rushwa, kuishi maisha rahisi, kuwatetea wananchi maskini. Mwaka 1981 aliteuliwa kuwa waziri wa habari chini ya rais wa kijeshi Saye Zabo, lakini alijiuzuru akisema ole wa wale wanaoziba midomo ya watu. Baadaye mwaka 1983 akateuliwa kuwa waziri mkuu na rais Jean Baptiste Ouedraogo, lakini mawazo yake ya mapinduzi yaliwatisha viongozi walikuwa karibu na Ufaransa. Hivyo Sankara alikamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi. Rafiki yake mkubwa Blaise Compaoré aliongoza jeshi na kufanya mapinduzi Agosti mwaka 1983. Mapinduzi hayo yaliangusha serikali ya Ouedraogo. Sankara akawa rais wa Upper Volta akiwa na miaka 33 tu. Na mwaka 1984 Sankara alibadilisha jina la kutoka Upper Volta akaita Burkina Faso, maana yake nchi ya watu waadilifu. Misingi na sera za utawala wake ililenga zaidi katika kupinga ufisadi, kujitegemea kwa Afrika, mapinduzi ya kijamii, haki za wanawake na utunzaji wa mazingira ili kupambana na jangwa la Sahara. Thomas Sankara amekuwa mashuhuri hasa kwa hotuba yake aliyotoa mwaka 1984 ambayo alinukuliwa akisema, deni haliwezi kulipwa, tukililipa tutakufa, tukikataa kulilipa hatutakufa. Lakini pia amekuwa ana kauli ambazo zilikuwa zinawataka wakoloni waondoke, na alikuwa akipinga ukoloni maomboleo, yani neocolonialism, na alikuwa akisisitiza kwa maneno yake, yule anayekulisha ndiye anayekutawala. Ni wazi Thomas Sankara aliwakasirisha sana mabeberu wa kimagharibi, hasa ubeberu wa Kifaransa uliokuwa ukitawala kupitia vibaraka wake wa Afrika. Chini ya uongozi wa Thomas Sankara, Burkina Faso ililima chakula chake badala ya kuagiza kutoka nje. Hata hivyo, Thomas Sankara aliendelea kuwaudhi wakubwa wa dunia kwa kukataa mipango ya kurekebisha uchumi wa Benki ya Dunia na Shirika la Kifedha Duniani, akiamini ni mipango imewekwa madhubuti kwa ajili ya ukandamizaji na unyonyaji wa nchi za Kiafrika. Thomas Sankara aligawa ardhi kwa wakulima wadogo baada ya kuichukua kutoka kwa wawekezaji wa nje ambao walikuwa wameipora baada ya kupewa na uongozi uliopita. Alileta mabadiliko makubwa katika huduma za kijamii, elimu, afya, maji na kuboresha miundombinu na kuunganisha barabara mbalimbali nchini Burkina Faso. Thomas Sankara katika kuhakikisha kuwa rasilimali za nchi zinahudumia wananchi wa kawaida, Sankara alipambana na rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa mali ya umma, huku akimtaka kila mwananchi kujituma kulijenga taifa.
Thomas Sankara huyu ndiye rais ambaye alipunguza mshahara wake hadi kufikia dola 450 kwa mwezi, ambaye alitembea kwa baisikeli katika mitaa ya Wagadugu bila kulindwa, na alipoulizwa kwa nini hana walinzi alisema wananchi ndio walinzi wake, hivyo hahitaji kuambatana na wanajeshi wenye bunduki. Washauri wake mara kwa mara walimshawishi aache matumizi ya baisikeli. Akaamua kutumia gari lililokuwa ni la bei ya chini sana, Renault 5. Thomas Sankara alikataa hata picha yake yeye kama rais kutundikwa katika majengo na taasisi za serikali. Alisema hataki kutukuzwa. Tarehe 15 Oktoba mwaka 1987, Sankara alikuwa katika mkutano wa kawaida wa serikali. Ghafla sauti za magari ya kijeshi zilisikika nje. Dakika chache baadaye wanajeshi waliingia ndani ya jengo. Risasi zilianza kulia. Ndani ya dakika chache tu rais aliyekuwa akipigania watu wake alikuwa ameanguka chini. Thomas Sankara alikuwa ameuawa pamoja na wenzake 12. Alikuwa na miaka 37 tu. Wengi waliamini kuwa mapinduzi hayo yaliendeshwa na rafiki yake wa karibu, Blaise Compaoré. Lakini ingawa walimnyamazisha kwa risasi, kuna kitu kimoja tu ambacho hawakuweza kukiua, nayo ni fikra na falsafa alizokuwa nazo za kuwa na Afrika huru, Afrika inayojitegemea, Afrika isiyouzwa kwa madeni na nguvu za nje. Walimnyamazisha kwa risasi, lakini hawakuweza kuua falsafa na fikra alizokuwa nazo kichwani. Hadi leo Afrika bado inamkumbuka Thomas Sankara.